Umekuomba ukiwa na msongo wa mawazo? Have you tried to pray with depression? Baba, katika jina la Yesu, Father, in the name of Jesus, I na come in kuinua front na of you. kutukuza Bwana. Shetani na kuvunja. Where have you? Shetani ameingiaje hujui? Satan, I break you. You don't know when Satan came. Baba, nasogea mbele zako. Father, I come before you. I am your child. Ninaomba rehema. I pray for mercy. Unitakase Bwana. Sanctify Sauti me. zingine zinakwambia badilisha maombi, badilisha maombi. Another voice telling you change the prayer. Kuna uchawi hapo karibu, badilisha maombi. There is a witchcraft close. Baba, najitakasa. Oh Lord, as I kwa come mamlaka niliopewa. by the authority that have been given by Jesus. Nguvu za kichawi. Oh, witchcraft powers. Nilizunguka kushoto na kulia. That is covering me left and right. Wewe una msongo wa mawazo. You have a depression. Na ndio maana ni muhimu sana. And that is why it is very Kiwango important. cha juu cha maturity ni kutengeneza mfumo wa kiroho. The highest level of maturity is to create a system, a spiritual system, ambao haukuondolei utulivu wako wa kiroho, which will not remove your spiritual calmness. Hapa ndio kina Paulo wanasema. This is where Paul says, je, ni nini kitakachonitenga na upendo wa Mungu Baba? what can separate us from the love of our Kwa nini? God? Kwa sababu wametengeneza mifumo ya kiroho Because they have designed spiritual systems ambayo iko ndani yao. which are in them. Wakiambiwa twende polisi, wanasema Bwana wa vita yuko na mimi, ataniokoa. If they are told let's go to the police station, they say the Lord of hosts is with us, he will save me. Tulienda pale wapi? Ni Ujerumani au wapi? We went to Germany. Tulikuwa Ujerumani. We were in Germany. Tukapitiliza siku moja. We overstayed for one day. Kwa hiyo visa yetu ilikuwa inaisha jana, sisi tunaondoka kesho. Our visa was ending yesterday. We are leaving tomorrow. Airport. We went to the airport kama wasafiri, like normal travelers. Na ashukuriwe Mungu, hiyo siku tulienda mapema. And we thank the Lord, we went there. Tukafanya kila kitu. We did everything. Sasa ndo tunataka tutoke sasa. Now we want to go out. Tumefika kwenye madirisha yale, wazungu wale. When we go to the immigration area, wakaangalia, they check. Wataka kunipigia mimi ndo wa kwanza. They wanted to stamp on me. I was the first one. Wakaangalia hivi. They checked. Wakasema, sir, they said, sir, you have committed offense. Kai! Umefanya kosa. Afadhali kosa neno dogo sana. Kwa mara ya kwanza nasikia you are offensed. Kai! Kwa mara ya kwanza nimesikia umefanya. Yani it's like wewe ni mtuhumiwa tayari. You are already sir, you have already committed an offense. I say, what offense, sir? I don't know. I say, you have overstayed one day. Umekaa zaidi siku moja. I say, so kwa hiyo nikasema, kwa hiyo nilichowaza ina maana ndio siondoki kwenye nchi tena. The first thing I said, that means I will not go out of this country anymore. Sio kwamba Mungu nifanyie mlango niondoke. Not that God make a door for me to go out. And I asked that man. Nikamuuliza yule ndugu. So what am I supposed to do? Natakuwa nifanye nini? He said, you will wait for a police here. Israel naye amefika kwenye dirisha. Pastor Israel was on the wakampitisha yeye, mimi wakaniacha hapa. They should not take him through and they leave me here. Nikamwambia mimi nimekamatwa huku, na wewe jikamatishe kama vipi. I looked at him, I told him they've captured me. Make sure you also captured. Kisawasawa. They were taking him correctly. You know what happened? They were very serious. Walikuwa makini sana. Wakaja kutuchukua mapolisi. The police came. Overstaying one day. Kukaa siku moja zaidi. Mimi nataka niwaambie hizi nchi mnazotaka muende, kama hauko mwaminifu usiende. These countries you want to go, if you are not faithful, do not go. Utafia gerezani mpaka babu zako wakakusahau. You will die in prison day. Swali langu mimi kichwani, natoka kwenye nchi au sitoki? My question is, am I going out of this country or not? Mimi tu waniachie, hata wasiponiruhusu tena kuja huku, lakini waniachie nirudi nyumbani kwangu. They should just leave me to go. If they do not want me to come back again, they just leave me so that I can go back home. Sasa sikiliza. Now listen. Wakatuchukua wakatufikisha. They took us and we reached there. Chini ya ulinzi. We were under arrest. Nisema jamaa wako serious, sisi tunaondoka nchini kwao. Watu kamata siku moja. They are arresting us for only one day. You know what they say? Unajua walisema nini? They said to us, wakatuambia, all of you, wote, you must accept you have commit an offense. Mnatakuwa mkubali kwamba mmefanya kosa la jinai. So you can find a lawyer. Aliposema lawyer nikasema Kai. Ili muweze kutafuta mwanasheria. When they say a lawyer, I say Kai. Huku Ujerumani natafutia mwanasheria wapi? I say here in Germany, where do I get? Nikamwambia Israeli kigumu, ikabidi Israeli ulize swali. So now Israel asked the question, are we allowed to board or not? I said, you will be allowed. I said, no way.
Lazima ukiri, waandike pale. Tukasema tukakubali kwa tumefanya kosa la jinai. Ndio. Sio kwa sababu tumeshajua ya kwamba mchakato wa kuendelea na ndege upo. After knowing that there is a process to go back to the plane. Watatupata wapi? Where will they get us when we have left the nation? Labda watakuuliza ujaze tena, hamna shida. They will ask you to fill it again. We say no problem. Kumbe hivi vitu, these things vipo. They are there. Ile scenario inifundisha kitu kikubwa sana. That scenario taught me something very big. Nadhani kuambia neno moja. I want to tell you one word. You must create a system in you that maintain calmness. To live. You don't miss your calmness. Haupotezi utulivu wako. Kuna watu hapa kinachokutoa kwenye utulivu tu ni hujaambiwa I love you. There are people here, they think that takes you out of your calmness. You have not been told that I love you. Yaani unatembea mpaka umeshika tumbo namna. You are walking, you are carrying your stomach like this. Kwani ananichukuliaje? How does he take me? Yuko serious kweli? Is he serious? Mahusiano ni serious? Is this relationship serious? Hii ndoa ni serious? Is this marriage serious? Yaani neno nini? Just the word I love you. Nakupenda. Unasahau kuna watu wametoka kwenye familia ambazo hawajawahi kuona hata baba na mama wameshikana mkono. You forget there are people are coming from families they've never seen their father and mothers holding hands like that. Mbona mnaangalia kama hamnioni? Why are you looking like you're not seeing me? Ndio uanze kumfundisha kwa mbali. You should start teaching them from afar. Because what makes people is their experience. Kwa sababu kinachowatengeneza watu ni walioyapitia. How they lived. Jinsi waliishi. Kwa hiyo aliyekuchumbia jaribu kuangalia ametokea tokeaje. Now check your fiancé. Hata sasa hivi watu waende makanisani kuabudu kwa sababu wana mambo magumu. People do not go to churches to worship tough things. They do not have enough money. Kwa hiyo wakisikia kuna muujiza wa hela huku, if they hear there is a miracle of money, they run. Anaposema nitakuwa uvuli kwako, when he says I will be a covering to you, anamaanisha nitakukinga na mabaya. It means I will shield you with all bad things. Lakini pia nitahakikisha mwanangu una utulivu. I will make sure my son you have enough calmness. Hautakuwa na depression. Yaani kuna mtu yuko hapa hata kwenye ibada. There is a person who is here in the specifically namuongelea yeye. Ana msongo wa mawazo, ana hela ya kusuka tu. They are depressed because they do not have the money to plait their hair. Yaani mimi nahubiri hapa. Now I am preaching here. Anawaza nywele zake. They are thinking about their hairs. I say I want to assure you, one among of the greatest achievement when you find God, He remove you from the realm of depression. Ukiona mtu amekasia huko kanisani usifikiri ana pepo. Sometimes if you find someone who is angry in the church, don't think he is possessed. Wala usimsemeshe mara mbili tatu, mwambie tu shalom. Anavyokujibu mwambie amina. Do not speak to him once or twice. When they answer you, usiingilie mambo ya watu, yatakuharibia. Do not intervene to the things of people. They will destroy you. Unasema unamsalimia mtu kwa furaha kabisa. Sometimes you greet someone joyfully. Amen. Praise the Lord, minister of God. He will say just amen. 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 Mtumishi, nimekusalimia vizuri, mbona umenibwekea? Minister of God. Achana na hayo mengine, mwenzako ana msongo. Leave those others apart. He is depressed. Unataka aanze kukuelezea? Do you want him to start explaining to you? Ataanza kupigana na wewe. He will start fighting you. Maana kile kinachomsumbua kinatafuta mtu wa kumtwika. Because that which is troubling him is looking for someone. Kama atamtwika Yesu, atakutwika wewe kichwani. If they will not give Jesus, they will give it you on your head. Depression stop your prayers. Msongo wa mawazo unazuia maombi yako. Don't just use prayer as a first ID. Usitumie maombi tu kama huduma ya kwanza. Make sure that you have achieved prayer to become a shield to your life. Hakikisha umefikia kwamba umefanya maombi kuwa ngao kwenye maisha yako. Mahali ambapo itakusababishia utulivu. A place where it will cause you to be calm.